Leo tutazungumzia decoration. Decoration za maduka. Kabla au biashara yoyote ile, hasa duka, bar, saluni. Kabla hujajifanya decoration, ngoja nikupe mfano mmoja. Kuna jamaa mmoja alikuwa na bar. Bar ya kawaida tu, hizi bar zetu za kawaida zitaweza kutoka mfumo wa Kiswahili. Akawa anauza pale bia 2000 bei ya kawaida. Akauza akawa anapata wateja, anafunga labda 200,000, 1,500,000. Sasa yule bwana akakusanya ile akapata alikopata huko, akaamua kufanya decoration. Akadecorate ile bar yake. Alivyo decorate ile bar, akaja kuja kuifungua. Wiki ya kwanza mauzo yalishuka vibaya mno. Kumbe baada ya kudecorate ile bar, wale waliokuwa wananunua bia kwa 2000 wakawa wanasemezana kwa nje kwamba pale haiwezekani bia tena ikauzwa 2000. Ile imeshakuwa bar ya kisasa, itakuwa ni ya wazito vibopa. Pale bia itakuwa kwenye 3000 au 4000. Wakaikimbia ile bar. Kumbe jamaa hakupandisha hata bei ya bia mzee. Bei ya bia ilikuwa imebaki pale pale 2000. Lakini alikosa wateja kutokana na ile decoration ilikuwa inawakimbiza. Hivyo katika biashara zetu hizi pia watu wengi siku hizi wanakopa kudecorate. So kinachosumbua au changamoto inayokuja ni kwamba unapo decoration yako ya nje inaelezea kilichomo ndani. Kwamba ukiingia au lazima utakutana na vitu vya hadhi fulani kulingana na hii decoration unayoiona ya nje. Sasa kibaya zaidi unakuta mtu amedecorate vizuri, lakini bidhaa inayouzwa ndani haiendani na decoration ya nje. Aidha ni juu sana au ni chini sana. Na ndio maana basi wafanya biashara hao wakubwa wanaouza vitu kwa bei nafuu na maduka yao wamedecorate vizuri, ndio unawakuta kila siku kwenye maredio, kwenye mitandao, kwenye nini kuambia jamani, muije kwenye maduka yetu, msiogope decoration, vitu ni bei nafuu. Hivyo kama na wewe umedecorate vizuri duka lako na unauza vitu vya bei nafuu au vya watu wa size ya chini na kati, inabidi sasa urudi huku waambie watu, bwana, lile duka msipagawe na decoration yake. Vitu vile mnavyovikuta huko ambako kuna decoration pale vipo na nauza kwa bei nafuu. Hapo ndio utapata wateja. Lakini ukidecorate kwa hadhi ya watu wa juu, alafu ukauza vitu vya hadhi ya watu wa kati au wa chini, hiyo inakuwa imekukata. Au usipo decorate vizuri, alafu ukauza vitu vya watu wa juu, pia na yenyewe hiyo inakata. Hivyo kwenye decoration pia hapo pana changamoto kubwa sana. Watu wengi wanashapata frame, anakimbilia kudecorate kwa ubora wa hali ya juu, alafu anaenda kuingiza vitu vya kawaida. Hiyo na yenyewe changamoto. Au adecorate kabisa alafu anaingiza mali ya watu wa juu. Hiyo pia na yenyewe changamoto. Hivyo lazima kama sisi wafanya biashara tuone namna gani ya kuweza kupambana na hiyo swala la decoration. Kabla hujadecorate, tafakari unakuja kuweka kitu gani na kwa ajili ya watu gani. Je, wakiona hiyo decoration yako hawatakimbia? Ukiona kama watakimbia, bora uweke kawaida tu ili wajue kama hii duka ni sana maduka mengine waingie. Lakini ukidecorate ukaweka tofauti sana alafu ukaweka mali ya watu wa kawaida, hapo lazima watu watakuwa nakupita kama upepo mzee. Kwa mfano, unauza majinsi ya baya tu, mfano jinsi za watu za 20,000, 18,000. Alafu duka lako ni kubwa, umeweka na kimlango wa kusukuma na nini. Wateja wa vitu vya namna hivyo bei ya 18,000, 20,000, 15,000 hawajazoea kuingia kwenye maduka ya kusukuma mpaka mlango wa kioo. Hivyo aidha ufungue mlango na utangaze, uweke na speaker pale la kutangazia au na ubao kabisa uwatangazie. Au sasa uweke maduka kulingana na wenyewe washazoea maduka yao saula ili siweze kuwapata. Basi tuishi hapo, tutazungumza tena siku nyingine, Mungu akipenda.